Taratibu akaanza kumnyonya shingo. Movie inaanza, Sugar Boy Jason anaingia TikTok na kujichukua video na kusema usisahau kunifollow Jason Boy on all social platform. Hi, akajichukua tena gang. Akashuka kwenye gari na kuanza kuchukua picha ya vitu alivyonunua kutoka shopping. Ni mwendo mapozi tu. Kisha akaanza kuingia ndani kwa mwendo kama Harmonize kama una Kajala vile. Upande wa pili Mlemba Dumi yupo na simu akimwangalia Jason kwenye TikTok, mshikaji aliyesoma naye sekondari. Ghafla akatokea rafiki yake Doris. Akamuuliza unaangalia nini? Na mwangalia Jason Boy alichoposti hivi sasa. Ukijana anatumia hela nyingi kwenye shopping. Anaonyesha anaingiza pesa nyingi sana. Sasa kwa nini usimombe connection? Nimejaribu lakini ana private chat katika mitandao yote ya kijamii. Sijui nampataje. Usijali, kakaangu ameniambia hivyo, nafikiri utaweza kuonana naye. Kikweli natamani kumuona. Baadaye Sugar Mami Vela anaingia na Jason kwenye lounge kupata msosi. Wakatafuta sehemu nzuri na kukaa, kisha Sugar Vela akamwambia Jason, agiza chochote unachotaka. Chochote ninachotaka? Ndio baby, swali gani hilo unaniuliza? Jason akamuita mhudumu. Mhudumu akaja na kuambia, naomba niwahudumie. Sugar Vela akamwangalia Jason na kusema, champagne. Jason akamwambia cocktail itakuwa safi. Cocktail unachopenda right? Kweli unanijulia. Sugar Vela akamwambia tuletee cocktail 2. Je, kuna kingine mnahitaji? Ugali samaki unaonaje? Ya, napenda. Wakamwambia mhudumu, naomba tuletee sasa hivi. Wakati mhudumu anaondoka, Jason akamwangalia kidogo. Sugar Vela akaona wivu akamuuliza, hivi unajua unachokifanya? Jason akamwangalia na kumwambia, si nimeagiza kinywaji? Ndio inakufanya tabasamu kama hivyo? Hapana, nimetabasamu kufanya haraka kuleta oda yetu. Hivi unanichukuliaje? Unafikiri mimi ni mpumbavu au mimi kipofu? Baby, mbona unapanisha sauti? Cheki watu wanavyotuangalia. Ufanye kazi. Unafikiri unaweza kulagai wasichana halafu bila sababu yoyote? Baby, kuwa mpole, nahitaji amani usiku. Ona kila mtu anatuangalia sisi. Akamwambia nyanyuka. Sugar Vela akanyanyuka na kumwambia tena, nimesema nyanyuka. Watu wakawa wanawashangaa. Vipi kuhusu oda? Sugar Vela kujibu chochote, ikabidi wasepe tu, huku watu wakiwashangaa na kuwacheka. Walipofika nyumbani kwa hasira, Jason akawa anapanda ngazi. Vela akamuuliza, unaenda wapi? Naenda chumbani kwangu. Hebu tulia, nishakwambia nilipani. Tatizo liko wapi? Unauliza nini tatizo? Umesema unanitoa out leo, na nafasi ya kwanza tuliyopata umenidhalilisha. Una tamaa. Sijatamani mtu yoyote mimi, kwa hiyo unanikaripia. Jason ikabidi awe mpole. Nimekuelewa, nisamee mama. Sawa, nilichanganyikiwa. Utaki kuendelea kuwa hivyo mama, nielewe. Kwa nini unafanya mambo kuwa makubwa? Nilishindwa kujizuia. Kisha akamwambia nenda jikoni ukanitengenezee chakula. Jamani Vera, inatosha. Jason akanuna. Sugar Vela akafungua mkoba wake na kutoa simu, kisha akamwangalia akamwambia, na kutumia 500,000 sasa hivi. Basi naomba urudishe tabasamu lako. Usinune kama hivyo. Umenielewa baby wangu? Jason akachukua simu na kuangalia muamala uliotumwa. Baada ya kuona ikabidi atabasamu huku Sugar Vela naye akitabasamu. Jason akamshika kidevu na kumwambia, nisikilize. Ujue mimi nakujali na wala usiwe na wasiwasi na vichana vidogo. Ujue nakupenda sana. Na kuanza kumchezea nywele Sugar Vela. Kisha akamwaga. Wakati anapanda juu, akamshika kalio na kumwambia, ujue napenda sana kutachi vitu vyako hivyo. Sugar Vela akabaki anatabasamu tu na kupanda juu chumbani. Jason akaenda mpaka anapoishi mama yake. Akashuka kwenye gari na kuelekea ndani. Wakati anaingia, mama yake naye alikuwa anatoka. Akamkumbatia mama yake akampush huko. Una matatizo gani wewe? Mama, usifanye hivyo, nimekuja kukuona. Usikatae salamu yangu. Salamu yangu inakuhusu nini na unafanya nini hapa? Jason akaingia mfukoni na kutoa pesa na kumkabidhi mama yake. Mungu akulaani. Sizitaki. Unanipa kwa ajili ya nini? Mama, mbona sikuelewi? Nituma hela kwenye akaunti yako, wanasema haipo. Tatizo nini? Ndio nimeifunga. Kwani kuna tatizo lolote? Kwa hiyo umefunga kwa sababu yangu? Ndio, sitaki pesa zako zinigharimu. Kwa hiyo pesa zangu zitakugharimu. Haya ni maisha tu na bado nakupenda sana mama. Maisha gani? Nene gani ya maisha? Mtu mzima kama wewe unafungiwa ndani alafu unajiita mwanaume. Mama samani, naomba uchukue hizi hela. Najua utakuwa na matumizi nazo. Kama hela zinatoka kwa yule mwanamke, siwezi kuzichukua mpaka nakufa. Hebu acha kusema hivyo mama. Naomba toka nyumbani kwangu. Sihitaji pesa zako, naomba utoke. Alafu ngoja nikwambie kitu. Tangu ulipoanza kutembea na yule mwanamke, sitaki mahusiano na wewe. Nione sio mama yako na sihitaji kukuona tena hapa. Pumbavu wewe. Jason ikabidi aondoke tu. Kesho yake Mwamba alichukua video. What's up guys? Nguo yangu ya juu ni za. Ngoja nisogeze karibu. Hii ni za. Labda yangu huku chini Nike. Guys, na hapa nakwenda kuibadilisha nyumba yangu kwenye next level. I'm a big boy right? Si mnajua mimi ndo king wa soft life. Mara honi ya Sugar Vela ikapigwa. Mwamba akastuka akasema, subiri kidogo, ila msisahau kunifollow kwenye all platforms social media as Jason Boy. Bye. Mwamba ikabidi achukue stand right haraka na kuingia nayo ndani ili Sugar Mami asije akamshtukia. Kisha akashuka chini. Alipofika mlangoni, Sugar Vela naye anaingia. Ulikuwa unafanya nini kwenye nyumba yangu mpaka nafungua geti mwenyewe? Mama samani sana, nilikuwa nimelala. Samani? Sugar Vela akakaa kwenye sofa. Jason akawa anarudi ndani. Eti umelala? Ya usiku hujafanya chochote, umepiga kimoja tu, umechoka na kulala na kumfyonya. Baadaye Sugar Vela anaongea na simu. Jason akashuka na kumwambia, mama nitarudi muda si mrefu. Wewe unaenda wapi? Nataka nikamwone Femi. Kuna kitu
tunatakiwa kufanya pamoja. Akamwambia hapana. Unasema subiri kidogo. Nimesema no, wewe ni kiziwi. Hapana. Jason, hivi unanijaribu au? Kwa hiyo unanijaribu nini naweza kufanya? Mama relax. Nimekwambia mara nyingi sana, kama unataka kwenda popote niambie mimi kwanza upate ruhusa yangu. Najua sio jambo serious sana mimi na Femi, ndio maana sijakwambia. Mbona hujaniambia kama mnakwenda kupunga upepo? Nilisahau. Umesahau? My boy, mbona ukusahau kurudisha urafiki wenu? Na kuona unavyonichokonoa. Unataka kujua nini nitachofanya? Hivyo ulivyopendeza ni kwa sababu ya pesa yangu. Ukijumlisha na simu uliyoshika, vyote vya kwangu. Kwa hiyo unatakiwa uwe na adabu. Hivyo nikikwambia chochote unatakiwa kutekeleza. Nimekuelewa. Umenielewa? Ndio, nimekuelewa. Je, naweza kwenda sasa? Kama umenielewa rudi ndani, unasubiri nini? Katulize makalio yako huko. Mchizi kabidi arudi ndani kutuliza makalio yake. Vela kamwangalia kisha karusha simu masikioni na kuendelea kuongea. Ujua vijana kuna wakati wanatakiwa ongoze kama mbwa. Ndio utaweza kukusikiliza, vinginevyo watatumia hela zako na kukukimbia, lakini sio mimi. Huku upande wa pili Adumi anatoka kumuona kakake Doris. Doris anamuuliza umemwona Jason? Anasema akuja na kakako mpumbavu amekataa kunipa namba yake. Usimlaumu kaka yangu. Mara mwisho alimpatia mtu namba ya Jason. Jason alikasirika sana. Kweli unaweza kucomment kwenye picha zake. Kwenye picha zake? Ndio. Sidhani kama atasoma kwa upande wangu. Sitaki kuonekana kama najipendekeza. Sasa utafanya nini? Sina cha kufanya. Vyovyote vile itavyokuwa. Sikiliza Jason, nataka uelewe kitu. Usiseme inatosha inatosha. Nisikilize, unajua wapi nilipotoka. Tulipoanza kila kitu kilikuwa kizuri. Hakuweza kunicontrol. Lakini sasa bro, ananitreat kama mtu aliyenunua simu fulani hivi. Na anaweza kuniendesha kama mbwa vile anavyotaka. Mshikaji, mradi hela inaingia siku hadi siku, haina haja ya kuwa na wasiwasi. Kiukweli nimeshindwa. Sikiliza mshikaji, vaa viatu vyangu. Kama ningekuwa wewe na hapa kwa Mungu nisingelalamika hata kidogo. Ili mradi pesa inaingia, utaki kuhofia. Mshikaji, tatizo ujui tu. Najua kuna kitu umekimisi. Unahisi ni nini? Kitu gani hiko? Adumi alikuja hapa. Acha utani. Sikutanii na alihitaji namba yako. Kweli? Kwa hiyo alitaka namba yangu. Ulimpa? Nadhani unajua mimi ni rafiki yako. Sijampa. Unajua kwa sasa ulivyo, angalia level yako. Level yako wewe ni tajiri sasa. Utaki kuwa na mwanamke kama yule. Hivi wewe una akili gani wewe? Wewe una sugar mama, kumbuka yule wa nini sasa? Tumekuwa marafiki kwa muda sasa. Haitakiwa nione nimuone. Nijua anaendeleaje. Sikiliza, unatakiwa uwe makini. Nadhani unamjua Vera, si mtu mzuri. Wakati Adumi anachezea simu, akasikia mlango unagongwa. Akasema nakuja. Kumbe alikuwa Jason. Oh my god. Adumi, ni wewe? Hebu kaa kwanza. Ni wewe? Umependeza. Hata wewe umependeza. Akamwangalia, jamani Jason, nimekutafuta kwenye mitandao ya kijamii. Nikakudm lakini kimya. Kiukweli napata meseji nyingi. Wanawake wengi wananisumbua huku na huku. Wakitaka niwaoe. Wengine DM wake za watu. Wasichana wananisumbua nikachana na kusoma SMS. Kiukweli sitaki stress. Kweli unavutia sana. Mwisho siku nimekutana na classmate wangu. Hivi kweli ni wewe? Hebu niambie, nani kakuelekeza ninapoishi? Femi amenipatia. Femi amekupatia? Wow, ila Femi alikataa kunipa namba yako. Sasa nimeshangaa kukuelekeza ninapoishi. Hebu sawa kuhusu Femi, nadhani unamjua alivyo. Tusimzungumzie kabisa. Unaonekana kama big boss. Hebu niambie umeishi gani? Nami pia nimejiajiri kwa mitandao ya kijamii kama influencer, lakini sio kama level yako. Baada ya kupiga story sana na Adumi, simu ya Jason ikaita. Kuicheki kumbe Sugar Vera anapiga. Ikabidi amdanganye Adumi. Nilisahau kuna kitu cha muhimu natakiwa kufanya kwa sasa na kumwaga Adumi na kusepa. Anarudi nyumbani amkuta Vera akimsubiri. Ulikuwa wapi? Sitaki unidanganye. Nilikuwa nyumbani kwa mama. Unawezaje kuniambia huo upumbavu? Unadhani mimi ni mjinga? Si muda mrefu ulitoka kumwangalia mama yako. Leo umeenda tena. Ushaniona mpumbavu? Hapana, huo ndio ukweli. Sawa, akatoa simu akamwonyesha na kumuuliza, "Hii ni nini?" Akaisogelea simu na kuitazama. Kwa hiyo na akaunti nyingine ya mitandao ya kijamii. King of soft life. Mama, hiyo nini? Unaishi maisha fake kwenye mitandao ya kijamii. Hebu niambie, mimi nawezaje kukuamini wakati unachokifanya ni uongo? Sikutaka ukasirike, ndio maana nilikuficha. Iko wapi simu yako? Nini simu yako? Hii hapa. Itoe mfukoni. Kisha akamwambia, "Delete hizo account." No. Hii account ina followers 1.5 million mama. Jason, yes, mimi sijali kama una followers 1,000,000, unatakiwa ufute hiyo account. Sawa, nimekuelewa. Jason akafuta account kwenye simu. Nikiona umeactivate account au umefungua account nyingine, sitohitaji msamaha wako. Jason akasema, "Samahani, sawa, nisamehe." Kisha akamsogelea karibu na kumpigia magoti. Akamshika nywele. "Unajua sipendi ukasirike. Nakupenda. Najua nikisema nakupenda haitoshi." Akawa anampapasa na paja huku akiyapiga na kuyabinya kidogo kidogo. "We sugar mami mtamu, nami sugar boy. Siwezi kwenda popote bila wewe. Nakupenda sana." Vela akatabasamu kama anautaka hivi. Mwamba akaendelea kumpapasa paja. Vela akawa anatabasamu tu kusikia maneno matamu kutoka kwa sugar boy. Akamsogeza kidogo, akaanza kumnyonya shingo. Akamtazama usoni na kumpiga denda.
akamlaza kwenye kochi na kumpandia kwa juu. Mizagamu ikaanza huko. Adumi yuko mtaani anamwona mamake Jason na kumsalimia. Mama, my daughter, unaonekana kama familia. Subiri, mama Jason, si ndio? Ndio. Akamkumbatia kisha akamwambia, ni Adumi, mbona umekuwa mrembo sana? Unaenda wapi mama? Naenda nyumbani, hapo tu mtaani. Mbona hata mimi naishi mtaa huo, ila Jason anajaniambia nilikutana naye siku chache zilizopita. Mama akashindwa la kusema. Adumi akamwambia twende nikapaone nyumbani. Wakashikana na kuondoka. Baada ya siku kadhaa Jason akamtembelea Adumi. Adumi akamwambia, Jason, hujapost chochote, ni muda sasa umepita na akaunti yako sioni. Ni kweli ni muda, nimeamua kuifunga akaunti yangu. Kuna watu wananishambulia sana mtandaoni na wanataka kuishusha akaunti yangu. Wanakushambulia kwa nini? Kikubwa zaidi ni wivu tu, ila usiwe nasi juu ya hilo. Baada ya miezi kadhaa nitaiactivate. Okay sawa, pole sana juu ya hilo. Jason, je, una matatizo na mama yako? Jason akastuka. Matatizo na mama yangu? Hapana, nani kasema hivyo? Hamna mtu, ila nilikutana naye, lakini aonyeshi kama mama yake the king of the soft life. Ujue mama yangu amini kama mitandao ya kijamii inafanya kazi na anataka kuishi maisha yake yale yale. Nimejaribu kumshawishi lakini ameshindwa kunielewa. Hiyo ni kweli, namjua mama yako ni msumbufu kweli. Usijali Jason, ipo siku ataelewa. Baadaye Jason akaenda mpaka kwa mama yake na kumpelekea zawadi ya nguo. Mama yake akakataa, akamwambia, kama unataka kuninunulia nguo kutoka kwa Vera, nenda kafanye kazi na ununue, ila hayo unayofanya ni umalaya. Sio umalaya mama, hebu nyamaza huko, na ninakuonya kaa mbali na Adumi. Adumi ndio mwanamke alifanya nibadilike. Umesemaje? Mama, unajua nampenda Adumi na Mungu amebariki tunapendana. Wewe unafikiri atakubali au maisha ya kipuzi unayoishi? Kisha mama akamfukuza, hebu toka nyumbani kwangu. Jason ikabidi asepe tu. Kwa hiyo Femi, unataka kufanya biashara, unataka nikuazie milioni 10. Wewe ni rafiki yangu, milioni 10 kwako ni ndogo. Nitakulipa. Ndio nitakulipa, hebu niangalie vizuri. Kwa hiyo inaonekana naweza kuwa na milioni 10. Jason, mbona unaongea kama hivyo? Hebu tazama plate zako, ni diamond ujue. Mbona kwa hivyo milioni 10 kwako ni ndogo? Usifanye hivyo Femi, hebu nielewe, mimi sio mtu wa hizo hela. Jason, acha kusema hivyo. Najua kabisa huyu mwanamke anakupa hela kila siku. Huyo mwanamke unamzungumzia akikupa hela anakuandikia listi ya vitu vyote utakavyonunua, na usiponunua hivyo vitu hii nyumba itabomoka. Nakwambia ukweli. Siku moja alinipa hela kununua viatu, niliporudi bila viatu akaniuliza, viko wapi viatu ulivyonunua? Sijanunua chochote. Nimekutumia hela ununue viatu, nilinunua wiki iliyopita, hivyo naona haina haja. Kwa mimi ni mpumbavu kwa kutumia hela ununue viatu na ukadhani nimesahau kama nilikununulia wiki iliyopita. Simaanishi hivyo, na maanisha nina viatu vingi. Wow, okay, basi sio tatizo. Naomba nitumie hela zangu. Nikurudishie hela zako? Ndio, siuhitaji viatu vipya. Nirudishie hela zangu. Kwa nini ubaki na pesa? Au unataka kutumia na vichana vidogo? Hapana, nina chini ya 2.5. Muda wote ukihitaji pesa nakupatia. Ukitaka kununua nguo mpya nakupa pesa, viatu vipya nakupa pesa, ukitaka kunyoa nakupa pesa. Sasa hiyo unataka ya nini? Unataka kupata pesa na kuniacha? Hapana. Ujue nini, kesho nitaenda kununua viatu. Nadhani story imeisha. Hivi wewe kiziwi na hakika pia sio bubu. Ina maana hujanielewa nilivyokuambia nitumie pesa zangu? Nimekuelewa, nitakutumia. Nitumie sasa hivi. Jason akachukua simu na kumrudishia Sugar Vera pesa yake. Kisha kutumia. Subiri mpaka nisikie notification ya message. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Ukicheki akaunti yangu haina 100,000. Wewe sema utaki tu, ile unanidanganya. Femi akakasirika na kuamka na kuondoka. Baadaye nyumbani Jason akawa anachati kwenye simu yake huku akitabasamu. Sugar Vera akamwangalia kisha akamuuliza, kwa nini unatabasamu kama hivyo? Kwa nini natabasamu? Ndio, siku hizi umekuwa unatabasamu sana. Niambie hiyo siri. Mbona siku zote na furaha tu? Najua kabisa huyo ni msichana. Msichana ndo anakufanya utabasamu hivyo. Msichana gani huyo tena? Ndio niambie, na kufikiria wewe ndio maana natabasamu. Nafikiria utamu ulionipa jana usiku na muendelezo wa penzi letu. Hebu nipe mkono nikwambie kitu. Kitu gani? Nataka nikupe kitu special leo. Mamba akatoa ulimi na kumwambia, nataka nikulambe kila sehemu ya mwili wako. Usinitamanishe bwana. Sugar Vera akafurahi sana, anapenda malavidavi. Akamwambia, achana na simu, nataka uwe unatabasamu tu alafu mie niwe na kuangalia. Mapenzi jamani ni hatari. Usiku wakati Jason kalala, Sugar Vera akawa anajisemea mwenyewe, inabidi nikunyang'anye gari. Usipokuwa na gari tutaweza kuwapanisha wasichana. Kisha naye akalala. Kesho asubuhi Jason anataka kutoka, hakuliona gari. Akamuuliza mama, gari silioni nyumbani? Ndio, fundi amelichukua kwa ajili ya matengenezo ya gari zima. Marekebisho ya gari mbona lilikuwa sawa? Kwa hiyo gari lilihitaji marekebisho. Mwezi uliopita tulifanya marekebisho ya gari zima. Kwa hiyo nataka nikupe taarifa ninapotaka kufanya service ya gari langu. Sijasema hivyo, ila napaswa kujua kama nani. Mwamba akachoka. Jason, unatumia gari langu kuwapandisha wasichana? Unadhani sijui? Come on mama. No, situmii gari kuwapandisha wasichana. Sikiliza, kuanzia leo utaendesha gari na utaki kutoka bila ruhusa yangu. Jason akataka kurudi ndani. Wewe, hebu rudi hapa. Naam mama. Akiba yako ya benki? Nionyeshe. Nikuonyeshe akiba yangu? Ndio, nionyeshe. Mwamba akatoa simu mfukoni na kuingia kwenye akaunti na kumuonyesha. Vera akachukua na kuangalia, akacheka. 125,000? Ndio hiyo. Okay, nitumie 100,000 kwangu. Mama,
kwa nini sasa? Kwa nini ndio nini? Nimesema nitumie hiyo hela sababu sioni una kazi nayo hipi. Nishakupatia kila kitu, sabuni, kukuvisha na kila kitu. Sasa unataka nini? Pesa umenipatia mwenyewe, inakuwaje sasa? Ni pesa yangu, nitumie sasa hivi. Siwezi kukutumia kama hivyo mama. Kwa hiyo unanipima Okay, haina shida. Nitawapigia simu polisi na kuambia umeniibia password na kujitumia pesa. Basi sawa, haina haja kwenda polisi kufuata nini na kutumia pesa yako. Jason akamtumia pesa Sugar Vera. Kuanzia leo ukitaka kununua chochote utatumia kadi yangu. Kwani wewe unataka nini? Mpaka nyumba anayoishi mama yako mimi ndo nalipia kodi. Unatakiwa uniheshimu kwa vitu vyote ninavyokufanyia. Jason ikabidi aombe msamaha, samani na kurudi zake ndani. Baada siku kadhaa akamfuata Adumi. Adumi anamuuliza, mbona hujaje kuniona, ni muda mrefu sasa? Nilijaribu sana lakini ikashindikana. Tuachane na haya, nionana mama yako akihangaika kubeba maji. Mama yangu akihangaika na maji? Mbona hajaniambia chochote kama ana shida ya maji? Wewe alikwambia? Sikiliza Jason, kwa nini usiishi na mama yako? Hataki kupata shida kama vile. Jiangalie wewe uko vizuri. Kwa nini usimjali mama yako? Okay, nitalifanyia kazi kwa sababu upo upande wangu, nitafanya maamuzi sahihi. Mimi kwa upande wako? Yes, kivipi? Kama kipenzi changu. Nani mpenzi wako? Sikiza, sisi ni marafiki na wewe ni msichana. Tukiungana tunakuwa wapenzi. Hebu acha utani bwana. Hiyo haiwezekani kutokea. Hebu fikiria juu ya hilo. Kisayansi tu, wewe ni mpenzi wangu. Hapana, haiwezekani. Huko nyumbani bosi Eric akasirika hajamkuta Jason nyumbani. Alipofungua mlango tu Jason akamuuliza, unatokea wapi? Nilikwenda kumuona mama yangu. Kwa hiyo unamuona mama yako kila siku? Si nilikwambia usitoke bila ruhusa yangu? Najua ila nilikwenda. Hebu nyamaza, unadhani sijui kama ulikwenda kwa wanawake? Hapana, sikiwa kwa mwanamke. Jason, hivi unataka nini? Jason akawa anamuomba msamaha. Vera akakasirika akamtia kibao. Jason akashangaa, unanipiga? Akamfyonya na kwenda kukaa kwenye sofa. Unathubutu vipi? Hivi unajiona wewe ni nani? Jason aliumia sana ila hana la kufanya. Baadaye Vera akamchukua Jason na kwenda naye njiani na kupaki gari. Jason anamuuliza, hapo umenileta kufanya nini? Akamwambia, wewe subiri. Ghafla Vera akamwona msichana aliyekuwa anamsubiri, akamwambia Jason, shuka kwenye gari. Waliposhuka kwenye gari, kuna msichana alikuwa anakuja huku anaongea na simu. Alipofika karibu, Vera akasimama mbele yake akamwambia hai. Alipojibu hai, akamtia kibao yule msichana. Kwa nini unanipiga? Na kuonya kaa mbali na mwanaume wangu, ukijaribu tena nitahakikisha utembei. Jason akamwambia, samahani, una tatizo gani kwani? Akataka kuendelea kumpiga. Yaani nyinyi mmekuja kwenye lonji mkaagiza chakula na vinywaji, hamkulipa mkaondoka. Kumbe ni wewe. Ndio, samahani sana. Wakagombana sana. Jason akajaribu kugombelezea wasipigane. Waliporudi nyumbani, Jason akamuuliza, una matatizo gani? Unawezaje kutoka na kumpiga mwanamke asiyekuwa na hatia kwa sababu umewaza anatembea naye? Kwanza kabisa usijaribu kupandisha sauti yako tena kwangu. Kama kuwa yeye basi, kama una mwingine basi ujumbe ushaupata. Ujumbe gani? Akaweka mkoba kwenye kochi akamsogelea na kumwambia, nikikuta na mwanamke mwingine nitakata miguu yake na wewe utakuwa unatazama, na nikimaliza nitahakikisha unafurahia kama sikuumia. Umenielewa? Mwamba akawaza jinsi itavyokuwa. Adumi akawa anapigwa na gongo miguuni huku Vera akicheka, Jason akishikilia na mabasa asimtetee. Adumi analia tu kwa maumivu makali ya kupigwa na gongo miguu yake. Akamwambia Vera, nakuheshimu sana kwa sababu mimi ni mwanaume wako. Akacheka sana. Wewe mwanaume wangu, ujue niko serious na kumiliki wewe. Acha kusema hivyo. Umenielewa? Mimi ni miliki na kumiliki. Huo ndio ukweli, upo kwa ajili yangu. Sipo hivyo. Kweli toka nyumbani kwangu. Usifanye hivyo. Ushamaliza? Jason, ushamaliza kuongea. Kwa hiyo sikuhitaji hata kidogo. Kwa hiyo toka kwenye nyumba yangu sasa hivi. Jason akamwangalia kisha akamwambia, sawa. Akataka kwenda kuchukua vitu vyake. Akamuuliza, unaenda wapi? Umeniambia niondoke, naenda kupaki vitu vyangu. Vitu gani? Umenunua kwa hela yako? Basi ngoja nikachukue simu yangu. Vera akacheka. Kweli wewe ujielewi. Simu yako? Simu ile ninunua kwa pesa yangu? Hebu ondoka kwenye nyumba yangu na kuomba. Jason akabaki akimshangaa Vera. Kwa hiyo Jason akawa anaondoka. Akamwambia, wewe subiri kwanza. Akamwambia, nipatie bracelet yangu, saa yangu, viatu vyangu vivue. Nimesahau na dhahabu zangu kwenye masikio yako. Nivulie sasa hivi. Ikabidi amvulie tu na kurudi kwa rafiki yake Femi. Femi akamuuliza, Jason, umesema kwamba hauna mahusiano naye tena na tena? Basi hiyo ni habari njema. Habari njema kivipi? Mbona sikuelewi? Si unampenda Adumi, si ndio? Hii ndio nafasi ya kuwa naye. Jason, kaka yangu yuko sahihi. Huu ndio muda wa kumshawishi Adumi na istoshe mnapendana. Kuwa mpole. Hii ni kweli marafiki zangu. Namweka mbali Vera kwa muda, lazima tanimisi. Mwanangu, kumbe umenielewa? Hebu nipe mkono. Jason akaenda mpaka kwa Adumi. Adumi alipomuona akasimama na kumuuliza, unafanya nini hapa? Muongo mkubwa, unafanya nini kwenye nyumba yangu? Una maana gani unaposema mimi muongo? Ulizani sitojua Una chochote? Wewe ni Sugar Boy Jason. Nisikize nikuelezee. Unielezee nini Jason? Juu ya uongo wa maisha yako? Naomba kaa mbali na mimi. Toka kwenye nyumba yangu nakwambia, toka. Na kumfukuza Jason kama mbwa. Akarudi kwa Femi na kumwambia, amejua kila kitu na kunipa nafasi ya kujitetea. Subiri kwanza, amejuaje? Atakuwa mama tu kamwambia. Aliniambia nisipomwambia atamwambia.
akamwambia, sasa tutafanya nini? Itabidi nirudi tu kwa Vera. Akarudi kwa Vera na kumpigia magoti na kumwomba msamaha. Nisamehe, haitojirudia tena. Maana Vera akatumia picha na Jason yuko na Adumi na kumuonyesha. Jason akashangaa. Umestuka huyu msichana ni rafiki tu. Rafiki tu hakuna chochote kati yetu. Kwani nimesema kuna chochote kinachoendelea kati yenu? Kisha akamtupia laini yake ya simu na kumwambia ondoka. Jason akaondoka kama kumwagiwa maji ya baridi hivi. Baada ya siku kadhaa Femi akaenda kwa Sugar Vera. Samani, wewe ni Femi? Ndiyo. Rafiki yake Jason? Ndiyo madam. Umesema una kitu muhimu unataka kuniambia? Ndiyo madam. Okay, unaweza kuniambia. Jason sio mtu kama ulivyomdhania. Jason anampenda Adumi toka hapo sekondari, na alipoonana tena alipanga kumrudia atapopata pesa nyingi kutoka kwako. Kwa nini unaniambia haya? Na kwa nini umechagua njia ya kumsaliti rafiki yako? Jason si mwaminifu kwako, maana hakustahili. Mimi nilikuwa nakupenda toka muda. Vera akacheka. Unanipenda au unapenda pesa zangu? Hebu acha uopuzi. Haina haja ya kudanganya. Hata Jason alikuwa nami kwa sababu ya pesa. Hebu niambie ni kitu gani hasa unataka? Nataka kile kitu ambacho Jason anacho. Akamwangalia kisha akamwambia, una muonekano ninaohitaji. Ninamaanisha kijana wa umri wako. Swali ni kwamba je, unaweza kufanya kila kitu ambacho Jason anafanya? Naweza kila kitu kufanya mpaka ambavyo hawezi kufanya. Akamwangalia kisha akawaza, kama nikitoka na rafiki yake Jason atapambana ili arudi kwangu. Akacheka moyoni, nasubiri kuona marafiki wawili wakigombana. Jason akaamua kurudi nyumbani kwa mama yake na kugonga mlango. Mama yake alipomwona akamuuliza, unafanya nini hapa? Nimemwacha Vera. Umesema? Nimesema nimemwacha Vera. Umemwacha au amekuacha? Nimefanya hivyo kwa sababu nampenda Adumi, na vyote alivyokuwa nasema mama vilikuwa ni sahihi. Kwanza sasa nataka nifanye kazi kwa mikono yangu. Nataka nitafute pesa zangu mwenyewe. Nataka niwe mwanaume. Unamaanisha unachosema au unanilamba tu miguu? Namaanisha mama. Mama akampokea na kuingia naye ndani. Walipokaa akampatia simu Jason. Hapana mama, hii ni simu yako, sitaki niichukue. Hapana, ninao simu nyingine ndogo. Hebu chukua. Ondoa laini yangu na uweke ya kwako. Kweli mama? Ndiyo. Huko kwa Vera Femi akapeleka shopping ili ang'aya. Wakati anaenda kubadilisha nguo, Vera akamuita, hey, usisahau kutumia perfume zangu maana unanuka kama beberu. Sawa, nitatumia. Wakati anapanda juu ikabidi Femi ajinuse kama kweli ananukia kama beberu. Alipofika juu Mwamba akajinyosha kwanza, maana amini kama mambo yamekuwa kweli. Baada ya kusikagua nguo akachukua simu na kujichukua video. Hey yo guys, hey, this is your boy Femi from Moscow. Come on now, nimetoka shopping, nguo za gharama. Hebu nitazame, nimerudi kwenye Vine. Najua mnataka kujua zote hizi ni shilingi ngapi. Ni crazy man, ila nataka mjue nipo hapa, nimerudi. I'm back. Femi Moscow is back. Jason akaamua kwenda kitani kupiga kazi kwa bidii ili ajitafutie hela zake mwenyewe, aepuke kuomba na kuendeshwa kama gari bovu. Huku kwa Vera Femi anaitwa Femi. Yes baby. Yes, Vera akacheka. Umenijibuje? Umeniita ukasema yes baby. Baby? Nani baby wako? Kijana mdogo kama wewe unafungua mdomo wako na kuniita baby? Mara nyingine nikikuita ukifungua mdomo wako itika ma au yes ma au yes madam au mama. Usijaribu tena kuniita mimi baby. Unajua nini? Ngoja nirudie tena. Femi, yes ma. Yes ma. Good boy. Kisha akamwangalia akamuuliza, niambie chakula kiko wapi au kipo kwenye oven? Maana sikioni. Mimi sijui kupika. Unasema? Usiongee tena. Wewe ni mwanaume gani usijui kupika? Lengo lako ni nini? Yaani Vera niingie jikoni kupikie, alafu wewe umekaa tu unasubiri kula? Ndio unavyotaka? Hapana. Haya, nenda jikoni, kwenye friji kuna koko na nyanya, kanipikie kitu kizuri. Mbona unatembea taratibu? Tembea kama mwanaume wewe. Femi jikoni hajui kupika. Nyanya anakata kama anakata nyama. Akaamua mpigie dada yake amfundishe kupika. What's up bro? Dori samahani, nataka kupika rosti. Naanzaje? Akacheka. Unataka kufanya nini? Kwani hana mpishi? Hapana, Jason ndo alikuwa anapika. Hivyo kwa sasa nipo mimi, natakiwa nipike. Sawa, je ushasaga nyanya? Hapana sijasaga. Akatokea Vera, unaongea na nani? Dada yangu nilimpigia ili anifundishe kupika. Hauna haki yoyote ila kupiga na kuongea na mtu yoyote kwenye nyumba yangu bila ruhusa yangu. Umenielewa? Ndio nimekuelewa. Kumbe wakati wote dadake anasikia anavyokaripiwa kaka yake. Dadake akachoka, akaona kaka yake kaingia choo cha kike. Usiku Jason anahesabu visenti vyake alivyoingiza kwenye kubeba matofali. Vera anajiuliza, kinaendelea nini? Mbona Jason anitafuti? Ina maana ni wazi hata kidogo au namba yangu atakuwa hana kwenye simu yake? Akachoka Vera. Inabidi nifikirie ili ajue rafiki yake Femi nipo naye, na uhakika atapata wivu utakaomfanya aombe kurudi. Mara kaingia Femi na kutaka kulala. Akamuuliza, unafanya nini? Nataka kulala. Unataka kufanyaje? Unataka kulala wapi? Akacheka. Wewe unataka kushare kitanda kimoja na mimi? Mtoto mdogo kama wewe unataka tushare kitanda? Hivi uko sawa au umechanganyikiwa? Ikabidi Femi atoke tu.
kitu. Kesho yake Adumi yuko na Jason akimwelekeza mambo ya kujibrand kwenye mtandao. Sugar Mami Vera akampigia simu akamuuliza nani huyo. Vera anataka nini? Hata sijui. Basi pokea alafu weka loudspeaker. Akapokea. Njoo uchukue vitu vyako la sivyo nitavitupa. Baadaye akaenda kwa Vera akagonga hodi. Akaambiwa ingia. Alipoingia akamsalimia. Akamwambia chukua vitu vyako na uondoke. Wakati huo Femi naye anakuja sebuleni. Alipomwona akamuuliza, "Femi unafanya nini hapa?" Vera akamjibu amechukua nafasi yako. Amefanyeje? Jason, mimi nahitaji kijana atakayeniheshimu. Kijana nitakayemwamini. Jason akamuuliza ni kweli anayosema? Ndiyo, kwa sababu wewe ulishindwa kutumia nafasi. Nimechoka kusikiza uopuzi wenu. Naomba mtoe kwenye nyumba yangu. Femi ikabidi amtoe mchizi wake ili atetee ugali. Femi akamtupia mabegi yake na kurudi ndani. Jason akarudi nyumbani kakasirika. Adumi akamuuliza kuna tatizo gani? Umemkuta na mwingine? Vera yuko na Femi kwa sasa. Nini? Amempa nafasi yangu. Makubwa basi madogo yana nafuu. Baada ya siku kupita, Vera anajiuliza, mbona nitafuta wala kunipigia simu? Niliamini atarudi kuniomba msamaha. Baadaye Vera akamwita Jason kwenye gari yake na kumsalimia. Hi J-boy, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Unipigii simu, unitembelee kwa nini? Ulifukuza kwako, ukaniita chizi. Unakumbuka? Nilikuwa na hasira na kuhitaji urudi. Kwa hiyo umeniona mtoto sana kwa sababu una miaka 40, si ndio? Usiseme hivyo. Tafadhali rudi nyumbani. Hapana. Kwa nini unafanya hivi? Au unapenda shida? Naomba usifanye hivyo. Hapana, siwezi. Kwa sababu nina uhuru, naheshimika na mama ndio sehemu ya maisha yangu. Najua napenda maisha mazuri, lakini kwa sasa nitafanya kazi kwa mikono yangu na hivyo ndo nastahili na nitafanya. Akamwacha Vera amini kama Jason ameamua kumwacha hata kama ni tajiri. Jason yupo kwenye kibarua akipiga kazi. Adumi akawa anamchukua video kwa ajili ya kutuma mitandaoni kuwashawishi vijana wapige kazi, waachane na masuala ya kuelewa na mashuga mami ili maisha yao yaende. Akarudi nyumbani akalala kitandani na kumwambia mama, nimechoka sana. Mama akamwambia kama unafanya kazi kwa bidii Mungu atakubariki. Maana Adumi akaingia akamwambia, Jason, guess what? Video yako imepata watazamaji 200,000 kwa muda mchache. Njoo uone, njoo uone. Mama Jason aelewe kinachoendelea. Kama nilivyokuambia, wewe una ushawishi. Hii video kama itakulipa, sasa na mimi lazima utanilipa. Yake Femi anamwambia kaka yake, miezi 6 sasa imepita, hujapata chochote. Hii kwa sababu hajaniruhusu nimguse. Una maana gani? Wewe si mwanaume au vipi? Hata sijui nimefanya kila kitu ila hataki kunipa utamu. Kuna kitu utakuwa hujafanya vizuri. Tazama Jason, sasa ni barozi ya makampuni 3 makubwa. Sielewi unataka nifanye nini? Sielewi. Mungu wangu Femi, kwani unaongea Kispanish? Hebu fanya kitu, fanya kitu. Huko Vera Femi haelewi atapigaje hela. Akawa anawaza, mara akapiga simu na Vera akaambiwa, Jason anakuja, kuna dokumenti zake anakuja kuchukua. Jason anakuja kwenye nyumba? Ndio, kuchukua dokumenti zake tu. Funguo ziko wapi? Anajua funguo zilipo. Sawa mama. Femi akachoka. Inawezekanaje Jason anajua funguo zilipo alafu mimi nimekaa miezi 6 sijajua zilipo? Ina maana mimi sifai, ananichukulia kama mtumwa. Mama Jason akafungua mlango na kuingia, akaweka mikono mfukoni na kumvimbia Femi na kuwa anaingia ndani. Femi anamfuata. Jason akasimama akamuuliza, mbona unanifuata? Umalize uondoke bila kutumia nguvu. Jason akacheka sana huko anamwangalia, kisha akamshika t-shirt na kuondoka huko anacheka sana. Baada ya kuondoka Jason, Femi akagundua funguo ilipo, akaiba pesa kidogo na kumpatia dada yake ili Vera akija ajue Jason ndo kamuibia pesa. Doris dada yake akafurahi na kumkumbatia kaka yake. Baadaye Femi anacheza pool table, akasikia oni ya gari getini. Ikabidi aache pool table na kufungua gate. Gari la Vera likaingia. Akashuka mzee, kisha akazunguka upande wa pili alipo Vera na kwenda kumfungulia mlango. Femi anachungulia ajui kinachoendelea. Wakashuka huko Vera akishikwa kiuno. Akamwambia, karibu kwenye nyumba yangu. My love, huyu ni Femi, ni houseboy wangu. Okay, how are you Femi? Akapata kigugumizi. Kwani wewe ni bubu, si unasalimiwa? Ikabidi ajibu I'm fine. Kama nilivyosema, huyu ni bosi wako mpya, my family. Na kushikana wakimwacha Femi haelewi kinachoendelea. Baada ya kugundua kwenye kamera Femi kamuibia hela na kumpatia dada yake, akawaita vijana wamtie adabu na kumwambia ampigie dada yake arudishe hela, la sivyo atamkuta kaka yake amekufa. Ikabidi Doris aende kwa kina Jason kuomba msaada, wamtetee kaka yake asiuawe na hisi pesa atakuwa kashatumia. Mama Jason akamtimua kutaka kumuona hata kidogo. Jason akachukua fursa hiyo ya kumwambia Adumi kuwa anampenda. Adumi naye akamkubali Jason. Wakaanza kufanya mambo ya kizungu. Mama akawakuta wanafanya mambo ya kizungu na kuguna. Na huo ndo mwisho wa hii movie inaitwa Sugar Boy. Kama umejifunza chochote kupitia hii movie, weka comment yako hapo chini, ila usisahau kusubscribe, kulike na comment channel yetu ya African Fix Awote.